tumekuandikieni au tumekuamrisheni kufunga kama vile tulivyoamrisha umma zilizopita kabla yenu nyinyi. Mwenyezi Mungu anaendelea katika kitabu chake kitukufu kuzungumzia mambo ya siamu kama tulivyosoma mwanzo pale. Lakini cha kushangaza alipofika katika aya ya 186 maudhui ya siamu inaondoka, inakuja aya ambayo haihusiana na siamu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idha da'ani falyastajibu li waliyumni la'allakum tashhadun. Unakuta hii aya kwa wale ambao hawaifahamu Qur'ani vizuri wanaweza kushangalia, wakaona imekwaje hii aya imeletwa hapa katikati ya aya za siamu. Lakini wafasiri wa Qur'ani walibobea wametambua kwamba Mwenyezi Mungu hakufanya makosa isipokuwa kaweka hii kwa maana yake, ndio kuonesha kwamba hii funga ya siamu imeunganishwa na dua. Ndio kwa maana ikawa kwamba dua ambazo zinasoma wakati mtu yuko katika siamu basi Mwenyezi Mungu anazikubali. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana kukumbuka kwamba wakati tuko katika siamu ni fursa kubwa sana hii kwa mwanadamu kuleta maombi yake. Muda mfupi hapa sasa nitasoma hapa dua ambazo ziko very comprehensive, zimekusanya kila kitu. Na amesoma katika wakati munasaba kabisa, ni wakati ambao kwamba dua zinakubaliwa. Labda mbio tu nitaje nyakati 3 muhimu sana katika mwezi huu wa Ramadhani ambazo Muislamu anatakiwa asizikose, azitumie katika kusoma dua. Ya kwanza kabisa ni wakati mchache kabla ya sala alfajiri, muadhini alfajiri. Muislamu jitahidi uweke alamu yako uamke akali nusu saa kabla adhana alfajiri. Kile ni kipindi ambacho hata ilipokuwa si Ramadhani Mwenyezi Mungu anashuka katika samai ardhi, anauliza waja wake, je, yuko haja zake anataka kukidhiwa? Yuko mwenye dhambi zake anataka kusamehewa? Sasa mwezi wa Ramadhani inakuwa inazidi kuwa na nguvu. Kwa hivyo hicho ni kipindi cha mwanzo kabisa, dakika chache tu kabla ya adhana. Na nyakati ya pili ni ile baada ya kusali sala alfajiri, kuanzia alfajiri mpaka jua kutoka shurufu. Wale pana hadithi ambayo tusema inasema man sali salat alfajiri ma'a jamaa thumma qa'ad dhakara Allah hatta tatla ash-shams thumma salla rak'atayn ujraha ka hajj wal umra. Na katika riwaya imemaliziwa tamat. Na katika riwaya nyingine amesema tamatin maana ya hadithi hiyo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam atenge swala alfajiri alafu akakaa msikitini kumdhukuru Mwenyezi Mungu, aidha kwa kusoma Qur'ani au kuleta tasbih mpaka alfajiri jua likatoka, akasali raka zake hizi 2, basi Mwenyezi Mungu anamwandikia thawabu subhanallah kama mtu alifanya haji na umra. Na kingine mengi kwa thawabu za haji na umra, mtu anakata tiketi na visa na tabu zote, atoke hapa mpaka Saudia akatafuta na hoteli. Kumbe thawabu zile Muislamu unaweza kuzipata wakati alfajiri tu, umesali alfajiri, umekaa msikitini mpaka jua. Kwa muda huu siku hizi dakika 40-45 inafika wakati imeandikwa pale katika nyakati za sala msikitini, shuruk time, unaingiza dakika zako 10, unasali raka 2 zako, umemaliza. Kwa hivyo unakuta unapata thawabu za kama haji na umra. Watu wengi hawajui ibada hii ambayo kwamba inawapita kabisa. Kwa hivyo tuitumie sana katika mwezi wa Ramadhani. Hiyo ni nyakati ya nyakati ya 3 ndio hii sasa hivi. Masaa machache au dakika chache kabla ya kufungua mwadhini. Kwa hiyo tumesoma dua hapa, tumezipata dua zile. Na kwa wengine ambao kwamba hajawahi au siku zote zilizokwenda kila siku ifika nyakati kama hii, waache unachofanya dakika 10 au 15 kabla mwadhini, kama muombe Mwenyezi Mungu dua zako. Na kama tunajua kwamba kuna sehemu na nyakati ambazo dua zinakubaliwa, ingawaje kuna masharti ya dua kukubaliwa. Mara nyingi tunaomba dua zinakuwa hazikubaliwi kwa sababu tumeyakosa masharti yake au hatujafuata sunna za dua. Labda nitaje mbio sunna za dua
ni kwamba inatakiwa